kwamba mwezi mtukufu wa Shaaban ndiyo mwezi ambao miongoni mwa miezi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliiweka ili kuja maandalizi kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vile vile tulisema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokitaka kutoka kwetu sisi ni utakaso wa nafsi, sio hii miili yetu ambayo tunayo leo hii. Na ndio maana ukirejea katika surati Shams, baada ya vile viapo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivitanguliza mpaka alipofikia katika aya ambayo inazungumzia nafsi na kusema ya kwamba wa nafsin wa ma sawaha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa juu ya ile nafsi ambayo aliifanya kuwa katika hali ya ukamilifu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuifanya nafsi hii kuwa ni katika hali ya ukamilifu hakuiacha hivi tu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kuifunza na kuielekeza nafsi hii na kuweza kuielekeza nafsi hii ya kwamba ni kitu gani kibaya na ni kitu gani kizuri, ili aweze kufanya ili nafsi iweze kutasiri. Na kuna vitu ambavyo mwanadamu ameweza kupatiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba vitu hivi lau akavifanya, basi mwanadamu atakuwa katika hali ya ukamilifu. Na vile vile kuna vitu ambavyo mwanadamu huyu akivifanya, basi mwanadamu huyu atakuwa katika hali ya dhalala, bali anaweza akawa ni dhalili kuliko hata nani, hata mnyama. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba ulaika hum kal an'am bal hum adall, kwamba mwanadamu sababu hii ni kama vile mnyama, bali anaweza akawa ni dhalili zaidi kuliko nani, kuliko hata mnyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kwamba masira ya mwanadamu, mwenendo wa mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu hakuweza kumlazimisha kufanya kitu fulani, bali Mwenyezi Mungu aliweza kumwonyesha ni ipi njia ambayo anaweza akapita katika njia hiyo, na lau akapita katika njia hiyo, basi njia hiyo matokeo yake yatakuwa ni mazuri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia njia nyingine, na lau njia hii akaipita, basi matokeo yake yatakuwa ni mabaya. Na njia hii tabiha yule mtu ambaye atakuwa ameshikamana na zile kurati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fanya ni vipi tunaweza tukachukua ile njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo anaitaka mwanadamu aweze kufikia katika njia hiyo. Kuna faida gani mwanadamu kuja katika hii njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka mwanadamu au hata zaidi ya nafasi ambayo anaweza akawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah hiyo njia au ni zipi ni zote njia ambazo mwanadamu lau akashikamana nazo, basi anaweza kuwa na daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya malaika. Na ni zipi njia ambazo mwanadamu